empowering lives. Shida zangu yeye atazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwinulie tu mikono yako, mwambie Bwana, bila wewe mimi ni bure tu. Ukitoka kwangu nitabaki na nani? Ukiniondokea nitabaki na nani? Nitakwisha usipokaa na mimi. Usipoenda na mimi sitaweza. Mwambie akusaidie. Safari inaweza kuwa ngumu, lakini yeye ndiye msaidizi wako. Mwambie Bwana nisaidie. Saa zingine nachoka, saa zingine nafika mwisho, lakini unatitia nguvu. Mwambie usiniachilie, usiniachilie Bwana, usiniachilie Bwana. Usikae mbali nami Bwana, usikae mbali na watu wako Bwana, usikae mbali siku ya leo. Tunaacha na wewe, tunakiu na wewe, hatuwezi bila wewe. Ukituondokea watatumeza hai, ukikaa mbali nasi watatumeza hai. Tusaidie Bwana, tuongoze Bwana, tutetee Bwana. Jesus, asante Yesu. Anasema njoo mwanangu, njoo jinsi ulivyo. Nasema niite nami nitakuitika. Nitakuonyesha mambo makubwa ambayo macho yako haijaona wala masikio yako haijasikia. Sema nisongee, nami nitakusongea. Oh, achi walio wake, hakuna siku atatuachilia Bwana. Anatujua zaidi ya jinsi tunavyojijua, anatuelewa zaidi ya tunavyojielewa, ama zaidi ya vile mwanadamu anaweza akakuelewa. Yesu anakuelewa zaidi. Yesu anakujua zaidi. Anajua kesho yako, anajua. Masikio yake si mzito eti asisikie maombi yako, wala yeye ana ububu eti asiseme Bwana. Fungua tu moyo wako kwake, fungua tu moyo wako, mwambie kile unachotaka siku ya leo. Yuko mahali hapa na yuko tayari ya kufanyie. Mwambie kumbuka, mwambie kumbuka kama Hezekia. Mwambie Bwana kumbuka, nageukia ukutani Bwana, kumbuka. Ndio ripoti zimekuja, watu wameongea, watu wamesema, lakini nageuka kama Hezekia. Kumbuka jambo jema nililolitenda Bwana, unikumbuke. Mwambie Bwana kumbuka, mwambie Bwana kumbuka, uniponye mwili huu. Mwambie Bwana kumbuka, ninageukia ukutani tu, ninasongea kwako kwa kushuka kwingi, nikiomba ukumbuke tu jambo moja niliyofanya likafurahisha roho yako. Uniokoe hapa nilipo. Mwambie akuokoe Bwana, mwambie akuokoe familia yako, mwambie akuokoe kazi yako, mwambie akuokoe yeye. Bwana huwa anakumbuka. Mkumbushe Bwana, mkumbushe, mwambie kumbuka Bwana, kumbuka.
Kumbuka kuna wakati nilitangaza injili nikanyeshewa, kuna wakati nilitupwa, kuna wakati niliachiliwa, kuna wakati niliinukiwa, kuna wakati Bwana, kuna wakati nilivalisha, kuna wakati nilipea chakula, kuna wakati Bwana nilisaidia. Kumbuka Bwana uniokoe. Mwambie Bwana kukumbuke na ile mitego wamekuwekea. Mwambie Bwana kumbuka, kumbuka Bwana uniokoe. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Hata kama una jambo la kumwambia, muinue tu, mwambie nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante. Hey, nimekuja kusema asante, nimekuja kusema asante tu. Umenisaidia, umeniwezesha. Wengine wamelazwa kwa hospitali, hawawezi wakaamka, hawawezi wakapumua jinsi ninavyopumua, ila Bwana umenisaidia. Mwambie asante, mwambie asante. Oh, ni muujiza. Hata kutembea unatembea ni muujiza, kupumua unapumua ni muujiza, mavazi uliovala ni muujiza, ni muujiza. Mwambie asante Bwana. Nimekuona, nimeona ukiwa mwaminifu Bwana, nimeona ukiwa mwema, nimeona ukiwa msaada wangu, nimeona ukinitetea, nimeona ukinipigania. Wastahili Bwana. Thank you Jesus.
you, Father. We give you glory and we worship you. Somebody open up your lips. Thank God. Mwambie Mungu na kushukuru. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa kunipa fursa nyingine. Asante kwa kunipa upendeleo na kuonekania katika maisha yangu. Fungua tu kinywa chako, mwambie asante kwa kunipa muda mwingine. Muda ambao nakuja kukuabudu, muda ambao nimeutenga kwa ajili ya ibada zako. Nitumie tu kama chombo nikaweza kufikisha ujumbe wako. Baba, ninakuomba tu kaniwezeshe nikakuwe chombo cha manufaa kwa ajili ya mipango yako. Niwe ndani ya mipango yako na nifanye kadri ya mipango, na nikae kulingana na mipango yako, na nikae kulingana na mapenzi yako Jehova. Ninakushukuru na ninakuabudu tena. Nasema wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Hakuna kitu kingine kilicho mbingu na duniani ambacho kinaweza kulinganishwa na wewe. Mamlaka zote za mbingu na za dunia ni zako. Makerubi na maserubi na mamilioni ya malaika wamesujudu mbele zako. Wanasema unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa. Tunaunganika pamoja na mwanao aliye mkononi mwako wa kulia kusema Jehova Mungu ni Mungu. You are the Father, you are the King, you are everlasting. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kulinganishwa na wewe. Ibada zote twazifanya kwako. Twainuka tukisema wewe ni Baba. Twashika na mikono tukisema wewe ni Baba. Twasimama tukisema wewe ni Baba. Twasimama tukisema wewe ndio mkuu, ndio kutuangalia na kutuongoza katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Hallelujah. You may be seated. Katika kiti chako ambacho unaona unastahili kukaa. Alafu ndio tuweze kuingia katika ibada za leo ambazo najua mko tayari sana kwa ibada hii ambayo tunaifanya kila Jumatano, na naomba wale ambao tunaomba tuendelee kuombea ibada za wiki za katikati ya wiki, ndio tuendelee kukua na kunawili. We need to grow. Praise be the name of God. And today the topic we are discussing, tunazungumzia kuhusu kitu inaitwa spiritual pride. Praise be the name of God. Spiritual pride is something very simple, na ni kitu ambayo hauwezi ukajua unakuaga nayo, lakini inakuaga ndani yako. And it is the most dangerous spirit that is in you. The most dangerous. Maana it does not disqualify you from a Christian. It does not distinct you, yani haikuondoi kutoka Ukristo. You are still that Christian. You are still that pastor. You are still that apostle. You are still that mshirika mzuri sana. But inside you, there is a very powerful spirit that is killing you. And this is the most dangerous thing that we have on our lives. And this is what have destroyed families, has destroyed ministries, has destroyed gifts, talents, and many things that have been given to us by God have been killed by the spiritual pride. Ambia mwenzako spiritual pride. Spiritual pride ni kitu ambacho you are not easily able to realize it, but other people from outside, they will see you got the spiritual pride, which is equivalent to witchcraft. It is very dangerous. It is the sin that looks like holiness. The spiritual pride is a sin that looks like holiness. You will think this person is very holy. This person is very righteous. You will think that this person is okay. This is a man that I want to sit under. This is a man that I want to walk with. This is a man that I want to worship my God through him. This is a man that I want to submit to. But in him, the arrogance, spiritual arrogance that is in him, does not even qualify him to be anywhere near the heavens. This man quotes the Bible from Genesis to Revelation. This man speaks the word. He knows God. He knows how to teach. He knows how to hold a microphone. He knows how to dress like a pastor. He knows how to do things. He knows how to speak. Wow, if he holds a microphone, you see God coming. But in him, there is a lot of spiritual arrogance and a spiritual pride. And this one, you cannot be able to detect it until you are Holy Spirit filled, because they are a look-alike. Spiritual pride is look-alike of the Holy Spirit. What is in the Holy Spirit and how the Holy Spirit guides, this person will speak powerful words. This person will even pray for 6 hours. Pray non-stop, 6 hours. Yani unaona anaomba. He prays 6 hours. He preaches from morning to evening. But inside this person, spiritual arrogance.
spiritual pride. Yani unaona kama wanaonanga ni kama wao, kama si wao kitu hakuna kitu kitaendelea. Wanaonanga yani if it is not them, things cannot go. If it was not for me, that church could have not stood. If it was not for me, hiyo kitu hakingefanyika. Yani nilifika tu hivi, mambo yakaanza kubadilika. Nikaona mpaka kulikuwa hakuna worship team. The day I joined that worship team, I could see fire. Nikaona moto. Hiyo kanisa ilikuwa imelala haina hata watu hawajui kuomba, hawajui kufanya nini. Lakini the day nilifika huko, maneno ikabadilika. Na kanisa ikaanza kukua moto. Hiyo inaitwa spiritual what? Pride. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu unaonanga najigamba ni mimi nilisababisha. Kama si mimi, kama hatungefika, kama singefika, hiyo ndio tunaitaka spiritual pride. So it is a similar thing with the holiness. Kwa sababu ile kitu anaongelelea ni holiness. Yeye ndiye alifanya praise and worship ikaamuka. Yeye ndiye alifanya hiyo kanisa ikakuwa na discipline. Yeye ndiye alifanya hiyo kabuni ambayo ilikuwa imeanguka ikasimama. Yeye ndiye alifanya hii. Yeye ndiye alifanya hivi. So you take the pride, you take that hiyo sifa inakuwa kwako badala uiachilie Mungu. Ile ya kutaka uonekane kama si wewe hizi vitu hazingefanyika. Kama si wewe hatungefaulu. Kama si wewe hatungeenda. Kama si yani it is me. Mimi ndio nilianzisha. Mimi ndio nilionyeshwa. Mimi ndio niko na hiyo maono. Mimi ndio niko na hii. Mimi ndio hiyo. Ukaona mtu yoyote mnafanya naye kazi na amerejelea kusema ni mimi. Hiyo tunaitaka spiritual pride. Huyo mtu na shetani ni kitu moja. Hata ahubiri inatoka na mapua na ingine inatoka na masikio na ingine unaona inachemuka kutoka kwa nywele. Ni shetani anachemuka. Hakuna Holy Spirit. Inaitwa spiritual pride and spiritual arrogance. That person is not anywhere God. He has replaced God. Ameondoa Mungu kwenye kiti chake. Sasa ndiye amekalia kiti. Na hiyo inakutakananga tuko nayo almost everybody. Hapa nyinyi wote nikiwaangalia including me tuko nayo. Hiyo spiritual pride. Yani tunaonanga ni sisi. Na ni sisi na kama si sisi ni sisi. Unasemaga sisi wana CFC. Sisi hauwezi kutubandua. Hiyo ni spiritual pride. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati mimi nadunganga navanga yani ukiniona hiyo ni spiritual pride. Mimi nikishika microphone hivi nianze kuabudu watu watalala chini wote. Holy Spirit atajaa kwa hiyo nyumba. Hiyo ni spiritual pride. Lakini kuna mali ametaja shetani? Hakuna. Ni sifa, lakini sifa si kwa Mungu, ni sifa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. If the moment you replace God with yourself, that is spiritual pride. And there, God is not there. Every time when you are doing anything, when you are moving towards west, east, north, south, let God be known. Let God ajulikane. Wacheni Mungu. Aitwe Mungu. Wacheni Mungu. Aitwe Mungu. Yani mwacheni Mungu. Mwacheni nafasi zote Mungu. Hata kuiona peke yake, wachia Mungu. Kulala peke yake, achia Mungu. Hata kucheka achia Mungu. Makasiriko yako achia Mungu. Kila kitu kiachie Mungu. Kila kitu unachokifanya mwachie Mungu. Sema Mungu ndiye alifanya. Kama si Mungu singekuwa. Kama si Mungu singeweza. Kama si Mungu singeenda. Kama si Mungu singefanya. Kama si Mungu singekuwa. Kama si Mungu, yani mwachie sifa zote huyo Mungu. That is when you know you are with God. But the day you start ukasikia mtu anasema toroka na miguu yako. Na miguu ikishindikana, anguka chini anza kukimbia kama kaubo ukitoroka. Maana you are with the devil himself. Sema the devil himself. Bwana Yesu asifiwe sana. The spiritual, that is what we say, nimegusia, the sin that looks like holiness. And we have some aspects of the spirit, this spirit, aspects of this spirit. How do they look like? To know, how do you know that this is spiritual pride? Ni pride ya spirit. Utajua kwanza kabisa they are arrogant. Spiritually, they are very arrogant. They are bullies. They can bully anybody. Ataomba akufukuze. Wale tunasemaga hapa walikuwa wanaomba wanasema Agnes atoke anafagiriwa mpaka wanampeleka pale wanamteremsha. It is because they believe they are closer to God than anybody.
Na wakiona huyu mama amekuja, automatically wamemwona na hii nguo, wanasema huyu mama anakaa mchawi. Huyo mama anakaa ni kama ni yeye. Usiona anapendeka kukaa kiti ya mbele kwa sababu anakuaga na gedito ya kufuga bishop, ya kufuga apostle. Yeye ndiye anakujaga nafuga madhabahu, kwa maana anakaaga pale mbele. Sasa hiyo ni tango spiritual arrogance. Bwana Yesu asifiwe sana. That spiritual arrogance, it makes you see it's as if you are closer to God than anybody else. That whatever wewe ndio unaonanga, ndio unakuta sasa rogoroa anachukua kifagio, anaanza kufagia, wanaanziaga hapa kwa madhabahu, wanaanza kukufagia wakikutaja majina, wakikuteremsha mpaka pale kwa gate, wanakuteremsha mpaka huko chini, kisha wanakanyaga hiyo fubi, wanatoka nayo wanakupeleka kwa barabara. Tomorrow unajaribu kuamuka, unashindwa kukuja hapa. Maana somebody dealt with you in the spiritual witchcraft. And this is now the arrogance in them that they think ni wao wameokoka. Wao ndio walikuwa biguni, wakapatiwa certificate, wakapatiwa kitambulisho, ile kitambulisho ya biguni ya kumaanisha hao ndio wameokoka, nyinyi wengine hamujaokoka. Nyinyi wengine mnafaa kuangaliwa. Yani they appoint them to become prefects, to know who is saved and who is not saved, who is holier and who is not holier, who is clean and who is not clean, who is a prostitute and who is not a prostitute, who is this and who is not this. They have a letter from heaven. Wanakaaga nyumba kule biguni, kudio nararaga. Asubuhi wanateremka hapa kukaa na sisi, kwa sababu kule biguni usiku walilala wakiambiwa Elizabeth ni mchawi, wakaambiwa Apollo ni mrogi, wakaambiwa fulani ni nini, fulani ni nini. They carry the manifesto and they are the one who know who is saved and who is not saved. Bwana Yesu asifiwe sana. Anywhere you go meet a congregation, watu wamekaa pamoja, a fellowship of people discussing somebody ati hajaokoka, discussing somebody ati yako na umaraya, discussing somebody ati wanaonekana na fulani, yani for them it is wanaona makosa ya yule mwingine. Hiyo ndio tunaita spiritual arrogance. These are agents wa shetani in the church, looking holy, wearing holy, walking holy, eating holy, drinking holy. Hata mitembeleo yao unaona kuna venye wanatembeaga. Unaona wanatembeaga kama Wakristo, wanakanyagaga dunia ni kama inabodoka. Unaona venye anatembea ni kama dunia inabodoka, maana ni mtu holy, ni mtu holy, ni mtu righteous. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu yani clean. Hata akikuja hapa kwanza, akiingia pale anakuja kwanza anaanza kusema this place needs spiritual cleansing. Yeah, it's a nice place, wametengeneza mzuri, but the spirit impartation yenyewe this church needs to have an impartation, a strong impartation. Need close our eyes. Tufunge macho yetu Baba na kuomba rema shanda la baba yeketerere. Yani amekuja amepata nyinyi yote ni kama hamjui Mungu, sasa anataka kuintroduce kwa Mungu. Hiyo ni shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we are all led by God in all aspects of our life. Sisi ni watoto wa Mungu na tunakaaga kwa majira na mipango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ndiye anatuelekezaga, na Mungu ndiye anajua tu geji yako ya ujinga yako, uerefu yako, uokofu wako. Na kwa sababu Mungu hatumiagi yule mtu mzuri. Mimi nimejaribu kutafuta kwenye Biblia nitafute mtu mzuri, Mungu alitumia, nimekosa. Ama kuna mtu mzuri kwa Biblia alitumika? Mnajua? Do you know everyone? Yeah? Mnajua mmoja? Munipatie kwa sababu nimesoma kutoka Genesis mpaka Revelation. Hakuna. Napata mtu anaitwa Musa ni muuaji, mtu anaitwa Jacobo ni mshagiri, mtu anaitwa Abraham ni jagiri, mtu anaitwa Isaka ni jagiri. Hizo zote ni majagiri ametumia. Sasa unajiuliza, ndio Mungu atumie jagiri? Hakukuwa na watu wazuri? Ndio mtu mtumie mtu kama David, kama Sharati, kama Ndura. Ndio atumie mtu kama huyo. Ilikuwaje akatumia akawacha? Of course they were very good righteous people, watu wazuri, watu walikuwa na vaa vizuri, watu walikuwa na kama mzuri venye Mungu anataka, but God never looked at them. He gave wisdom that has never been given to anybody else. Mtu alioa wanawake 1000. Sasa ndio apata 1000. Kuna wengine wale hawajulikani, maana hawa ni wale tunahesabu. Kuna wale hatujui, maana walikuwa 300 mabibi na makonkubini wangapi? Concubine 300 na mabibi. So imagine sasa mabibi 700 wewe na mabibi 700. Na hapo mkiona Ndura yako na mtu mmoja tu hapa mnaanza kupiga kelele. Na yule ndio mtu baka amegawiwa ile akili mingi sana duniani na hajanyang'anywa.
Na ndio alipata nini? Ndio aliweza kupata hawa watu wote na convince. Imagine ukiconvince watu 700. Unaweka hapa. Alafu tunawaacha unaenda na chukua jagiri zingine unalete hapa unakaa nazo. Alafu na nyuma katida ha mukiandika to message ate ni ndiraririe na mundu kaenda atwalete mundu rojini na tuwe watu walito. These people, they think that they pray than others. Bwana Yesu asifiwe sana. They think they are special. Katika hali ya congregation kama hii unaonaga wao ndio wanaonaga kama ndio very good intercessors. They pray, they think they pray than others. Hata katika mambo yao yote wanasemanga it is me, ni ile toro. Direct huje. Nimeomba. Hata unakuta amekojika mgogo inatembea hivi kwa sababu amelala akiomba na amefuga na amekaa na ile vitu zote alilala akifuga watu. Na ile maombi yote anafanya maombi ya kufukuza watu. Ile maombi yote anafanya ni ya kudidimisa vipawa za wale wengine, ama kudidimisa kazi za wale wengine, ama kudidimisa watu wale wengine. Na kwa hiyo kwa sababu ndio maana anaobaga kuliko wote. Haobagi akiinua Mungu, anaobaga akililisi uchawi. They think they pray than anybody else. They think they are special. They have an authority above others. They look at themselves wanaona mimi niko na authority kuliko wale wengine. So anybody else must come under me. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisema yule ambaye ni mkubwa mbinguni ni yule amekaa kama nani? Mtoto. Na huyo ndio ataenda ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ukiona kuna mtu hawezi kukubali, yeye sasa ameingia hapa sasa kama Grace ndio tunawekaga hapa kama administrator. Sasa Grace kutembea kwake unakutaka Grace anatembea namna gani? Anakanyaga kama hivi. Maana yeye ndio kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiingia kwenye hiyo spirit ni yeye kusema. Ukimwangalia unaona shetani, usione binadamu, uone agent wa shetani ndani ya hii nyumba. The moment you uplift yourself, the moment you raise up yourself, the moment unaambiwa wacha hii na usikii kama bidhe. Ukiambiwa fanya hivi usikii. Ukiambiwa twende hivi unajua kuna kitu iliyo ndani yako, na hiyo kitu inakuja kumaliza kipawa yako na kupenda. Ndio maana natumiaga jina yako. Usinichukuliage vibaya, wewe ni rafiki yako. Kuna mama mwingine alisema hapa, alikwambia sijui alicheza na mtoto yako, akatoa mtoto yako hapa na ukasema unanifungia kipawa ya mtoto yangu. Sasa na yeye akasema nitakukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye kukaa kidogo ndio hiyo kaangalia kagojeka. Akasema akiwa mahali alikuwa analala, anasema nimelala hivi ninaona mbidhi ananitokelezea. Mpaka nikaogopa mbidhi. Anaweza kuvinya mtu na avinyike. Hallelujah. Number 3, they think they are deeper than others. Any person that has spiritual pride anaonanga kama ako deeper. Yani akikuona tu na kama kosa kidogo inakuwa ni topic. Akikuona na kaishu kadogo inakuwa ni topic. They don't think that wao wanaweza kuwa na makosa. Ndio akikuona nguo kama hii umevaa nguo kama hii, wanasema watu wale wamevaa trouser kama Agnes hawafai kukaa huko mbele, maana wanaleta picha mbaya. How now? Sasa ati yes ni vizuri kuvaa mzuri na isikushike sana, lakini kuna swali najiulizaga, lakini I don't want to entertain it here. Ukijaribu kuleta hapa nitakufukuza. Zamani kuna kapicha kako nyumbani kama mama yake na dada yake na madada wake watatu na mama na shosho. Sasa wote walikuwa wamevaa kaguo kamefika hapa, kalikuwa kanaitwa kamodhuru. Walikuwa wamepigwa picha na walikuwa warebo na walikuwa natoshea gani hapo, na hiyo ndio ilikuwa normal. Alafu wanaume walikuwa wamevaa, kuna wengine nimeona baba yangu alikuwa amevaa inakaa ni kama kawaida wewe ageta okay. Ndio sasa Wakikuyu mko hapa na hata mjui. Niko eta kwa mudhuru ya kukava tu hapa. Na hivyo ndivyo wanaume walikuwaga wanakaa. Hata wakienda dashi, walikuwa na dashi wanavaa nini? Na hakukuaga na rape, na hakukuaga na kitu kibaya inafanyika huko. Maana it was a taboo. Msichana kupatikana si virgin wakati wa kuolewa, anaondolewa from the community kabisa. So everybody preserved the virginity. Everybody preserved. Maana ikijulikana wewe mwanaume ndio ulilala na huyu mwanamke, unapigwa faini baya sana na baya, na unakuwa deserted by everybody.
And these people would go, walikuwa wanaenda kutoka hapa wanaenda kama Thika, Dasi, makaina Dasi ginyaguga kia airetu na anake, na hawa wasichana na wanawake wanalidana, wanaprotectiana huku wameenda Dasi. Kamama kamevaa kamwika kitu kamefanya nini, na siku hiyo hakukuwa na suruali za ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. But they protected. So this mambo ya kuvaa nguo na kutokuvaa nguo mzuri, it is psychological. Ni kitu iko hapa kwa akili. Ile ulikuwa ukivaa, what was the motivation? Ulivaa kwa nini hivyo? Nikigetomire wekere kindu gikunyitete wega. No kama actually nikianyita, avu nikiagoshora mwili wega. Ulikuwa na agenda. Hiyo agenda ndio tunaangalia. But msifae hizo, msiweza kusifuata mseme apostle alisema ni sawa, ni hapana. Vaa nguo mzuri kama hii ndio tukae kanyumba mzuri, ndio tuache kusubuana. Siku hizi tumekula maselak na nini, sasa tunakuwa na hiyo maneno kila wakati. So these people think they are deeper in the word, deeper in their spiritual life. They think they are deeper in everything, and they don't think that anybody else can be deeper like them. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 4, they know God than any other person. Wao ndio wanajuaga Mungu akisema, wakati Mungu amesema, ndio Mungu anaongeleshaga peke yao. Wewe ukienda kusema venye Mungu alikwambia, wanasema discern every spirit. Lakini yeye akiongea, discern every spirit inaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao ndio wako na domereli, wao ndio wako na message, wao ndio wako na direct line ya biguni, wao ndio wanasugumusaga na Mungu biguni, alafu wanaachilia report inakuja hapa kwako ama kwetu. Wao peke yao. Nobody else can be told by God. Na ukienda kumwambia anasema nie ndironire mundu ucio tari diviner. Nikimwangalia vizuri niliona hiyo, hata hiyo hakuna Mungu wako hapo ndani, hiyo ni roho ya divination. Lakini yeye ndiye diviner. Now that is why they think wakuna, they have only ndio wako na access ya biguni, ndio wako na authority ya biguni. Na hawa watu nakutaka sana sana huko nyumbani, kuna mdada mmoja ama mbradha mmoja katika boma anakuaga na hiyo maneno ya divination, na yeye ndiye anakuaga miokoka kuliko wale wengine. Hata mkienda kusema tuwabea chakula na kuaga na yeye ndiye anasema nini ndira hoya hiyo. Watu wakiingia yeye ndiye anakuta huko ndiye anasema. Hata kukikuja mtu mwingine na ako na mafuta ya juu, unakuta huyo ndiye ana control kwetu. Kama sasa nyumba yetu kwetu tuna mdada mmoja hatabuagi hata kama atabui mimi nimeokoka. Kwa hivyo hatabui. Kuna siku nilienda kusema nikaito hoya ili tuombee chakula, nikaanza baba katika hapana ni mimi naombea chakula, nikasimamishwa nisiombee chakula, aombee chakula maana yeye ndio holi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye maombi yake ndio ina uwezo ya kwenda biguni. Sasa these things they come as a result, and they what they do, the result of this spiritual pride inamalizaga kitu inaitagwa anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonaga mtu wako tu anatembea anasema mimi ni bishop, anasema mimi ni apostle, anasema mimi ni pastor, ni prophet, anasema kila kitu. Lakini kumbe anointing ilienda kitabu. Spiritual pride is engineered towards defeating and destroying the anointing that you have. Bwana utajua, wewe utaishi ukifikiria anointing iko juu, maana unajua kuthioma. Unajua kuthioma ni kukiramu language. Ndivyo nimekuja kulia rais, ni kukiramu language. Hii mambo ingine tunabiagwa ati ni speaking in tongue, ni kuspeak in tongue, lakini sasa tengeneza lugha yako. Si kila mtu anaweza kutengeneza lugha. Lima shantara la baboti andara borina sendede riakanda babozeri. Hiyo sasa, lakini kama ile unaonanga ile ya Wakorino, utasikia ni language fulani. Kuna lugha wanaongea. Kuna ukisikia unabii, yani kunena na lugha, ni lugha unasikia huyo mtu kuna lugha fulani anaongea. Unaona hii unasikia ni kama ni Kimasai, unasikia ni kama Kiturukana, unasikia ni kama Kioria. Sasa that is the time unajua this is speaking in a tongue. Lakini ukisikia lama kantarabosaya, rieketetetereboboda, ya rimakanda limaganda, litarakete. Hiyo ni kiraming ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ukisikia ameanza kusema hiyo, alafu anasema Mungu asema lina la katara, mwambie nyamaza. Mwele akili akaniwa kaugake. Utasikia kunena na ndimi ni lugha. Ni lugha halisi. Unasikia mtu anaongea na Kimasai na si Mmasai. Unasikia mtu anaongea Kifaransa na si Mfaransa. Unasikia mtu anaongea Kijerumani na si Mjerumani, na wewe unasaidiwa kusikia hiyo Kijerumani na unaweza kutafsiri. Lakini limagada, limachuma na limagada, sasa utasema hiyo ni nini? Na hiyo unajua
kuna mtu mmoja Kenya hii anasemanga ni magada. Na watu wote wanamfuata wanasemanga ni magada. Sasa wewe, si unaona hapo utakuwa umebebewa alafu nabii likali alinaka taya, lina. Na unasikia kwa kolino wote wanasemanga lina. Na watu wanasemanga linae, na wanasemanga likiki. Si unaona hiyo ni kitu moja? Mbona lugha hiyo moja itumike kwa watu wote? Hii lugha inafaa kutumika kitofauti. Wewe ukuje na Kimasai, wewe ukuje na Kiturukana, mimi nikuje na Kiarabu. Unasikia mtu anadiema kwa kisha. Unasikia huyo ni Msomalia. Unakuta hiyo ndio sasa tukunenda na dimi. Bwana Yesu asifiwe sana. No yene ali naye. Neno yali kaka. Neno yake na nivomira ni waporo arauga gaira. Na ni arauga ruo mothe. Hapana, hiyo ni kirami. Hiyo hapana, hiyo tutapeleka lishafu. Nilishafu ama tutapeleka kule kwa pili kule tuwaseme Mungu. Watu wametudanganya. Hiyo roho ya spiritual pride wakati imekuingia inaletanga kitu kinaitwa unrepentance. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta uko na ugumu wa kutubu, hawezi kurepent because of the pride that is in you, that you feel it is only you who knows. Na hawa watu wanakuwa na spiritual pride, hawakubaliagi uogee. Ukienda kuogea ameleta story. Ukienda kuleta story nyingine anaijua, anaichukulia, anaipeleka. Sasa hiyo mlikuwa mnaenda Kagudo, anakupeleka Nakuru. Nyinyi mnajikuta Badias. Nyinyi mnajikuta huko Subukia kwa Catholic mkichota maji huko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they have no break. Hawakuagi na break ya mdomo na they know it all. They don't listen. When you find this person who is not listening to you, because you need to sit down every time for you to win and for every time for you to hear more of God, keep quiet. Use your mouth to hear and use your ears to talk. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumia masikio yako kuongea na tumia mdomo yako kusikiliza. Nyamaza tu, give time. Mtu mwenye amejazwa na roho, mtu wako na holiness ndani yake, anatuliaga, anakusikiliza kwanza ndio apate nafasi ya kudesign. Lakini ukisema sasa mimi nilikuwa naenda Nakuru, unasikia mtu immediately amechukulia hiyo na nakwambia Nakuru kuna viasi, Nakuru kuna Bethel, hata ukienda hivyo unaenda hiyo jegini, unaenda kwa Kabara, kwa Moi, ukiteremka huko unaenda Menegai, hata huko ndio kuna kuaga na zile vitu zinaitwa tadilikania, zile madega zinakuaga tadilikania. Hajui hata kitu anakwambia, lakini mpaka anataka kukutumia wewe kuingia kwenye spiritual pride, kukugisa kwenye hiyo maneno. They know it all. Anybody you find you are sitting hapa mkikao, haambiliki ama haabili wangu, hasemeseki, haambiliki, huyo mtu mweka kado. Ni pride ako nayo, inamsubua na hawezi kukusikiliza, maana hauna kitu ya maana unaweza kumwambia. Na ukimwambia apage laini na wale wengine, hawezi kukubali kupaga laini na wale wengine. Ukimwambia tulia hapa, sasa tunataka tuende pale, na ule atatogosa ni Peter, ndiye atatogosa huko. Anauliza Peter ni nani? Who is Peter? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kule kwenye ile kitabu ile imeandikwa register ya wale watu wa maana, anajua anakuwa na badili. Sasa Peter hata hakumuona kwa kitabu, hajui kama Peter aliandikwa leo asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko sawa? These people mostly ukiwakuta ndani ya kanisa ni watu wanajua kufast sana. They fast oftenly but without God. Utakuta kila wakati I am fasting. Hata ini siku yangu ya 10 I'm fasting. Mbako nakuta juu minyoo imeanza kukula matumbo juu ya kukosa chakula. Todo niko fasting. I'm fasting. Mbako unaona venye anatembea, anaenda ni kama amepigiliwa mshumari padi hii na ingine inaenda kidislocate. Anafanya spiritual sasa hiyo ukimwona anatembea ni spiritual mapping. Hawa watu unawakutaga wako na bawani kwenye maombi, ndio na bawani maombi, ndio na bawani fasting, lakini inside them ni majagiri, hawana Mungu. Ile kitu wanafanyaga wanakutime. Na hiyo kesi tulikuaga nayo hapa na kitu kaizima tu polepole. Wanakutime. Sasa wakati unaomba unakuta huyo mtu amekunyemelea, nikushike. Umekubali? Unakuta wakati unaomba na haujamwalika
anakunyonya, anakuua. They are murderers, they are spiritual murderers. Ama unakuja wakati umeanguka chini, ndio unakuta anakuja anaanguka roho na magusha, anakuangukia because kuna transmission anataka kufanya. Ukiona mtu anakuja kukushika mkono wakati mnaomba, ama when you are already in the spiritual realm, umepenya, kibia mtu hiyo, saidia. Kama wewe ni Asha, ukiona kuna mtu ameenda amemshika, kama wewe ni Asha, kibia mutaidhore, todo ni kunyu wali waranywa, todo ni amenyo oni atuka connected. Sasa ni kumunyonya na munyonya, ni kumunyonya akinena opposite ya huyo mtu. Mnanielewa hapo? Mmenielewa venye nimesema? Ukiona mtu huyu ameanguka, sasa hiyo ameingia kwa roho, sasa ameagia, uone roho ameenda ati anasema ni kumshikilia, na si Asha, na unaenda kumshikilia nini na hako chini, ati unamshika mkono, mnashikana hivi, ujue ni kumunyonya, anakunyonya. Piga huyo mtu teke ya kuondokee, maana hiyo ni shetani. Ni wale watu wana believe hawezi kuinuka bila wao ndio wanafaa kuinuka. So ile kitu anataka kufanya wakati amekushika hivi, anakuleta chini ndio ainuke. Bana aliona jana umeanza kuinuka, umeanza kupanda, umeanza kuwa elevated. Mungu ameanza kukutumia, Mungu ameanza kukuinua. Sasa wao wanakuaga monitoring spirit ndani ya nyumba ya Mungu. Wanakuaga wakimonitor ni nani huyo anatumika sasa, ni nani huyo Mungu anatumia, and they are here. Sasa wanakuaga hapa wakiangalia ni Apollo. Sasa atamenyana na Apollo mpaka kamate Apollo. Na atataimu Apollo akiwa kwenye madhabahu, wakati Apollo sasa amepenya. Wakati umepenya, you are not yourself, unakuwa pipe ya kulete spirit ya Mungu inakuja. So katika hiyo anakuja anashika, because you are a pipe, nguvu zote anaanza kunyonya, akinena kinyume. Venye ananyonya, mdomo yake inanena kinyume, inakutoa, inakungoa, ninasambaratisha na vunja kutoka kileo, nazima huo mdomo, nazima hiyo, because pia anasikiliza venye unaomba. So this is what we call those people. They are very dangerous and they are within us. Wanakuaga na sisi. Na ni watu huwezi jua bila kukua na mafundisho kama haya. Hawezi kuwajua, maana they are holy, they are good, they are smart, they are in everywhere, na ndio wanatupatia kama mawaidha ile masuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So utakutaka mtu Agnes anakuja kukwambia tuombe, tushikane mikono tuombe, wakati wewe ama anakushika unafikiria Agnes ni rafiki, kumbe alikuja kukunyonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakutaga ulikuja hapa ukiwa mzuri, ukitoka unaenda kichwa ikikuuma. Ukikuja hapa you are good, mmehubiriwa, mmebarikiwa vizuri, but at the end of it all, ukitoka huko unaenda unakutana na mikosi, unaona vitu zingine hazieleweki. Vitu unaanza kuona na madoto unaanza kuota, unashindwa hizo madoto. Mara unaanza kuota doto mkilala na aposto, ukiota madoto ukilala na mdugu fulani kanisani, unaota na madoto ukifukuzwa na manyoka, kumbe ni yule alikutoa akaweka manyoka zake ndani yako. Hawa watu wanakuwa na spirit ile ya pride, ndio kwa sababu they don't believe, hawakubali ati ya kwamba unaweza kuwa overtake, unaweza kupanda juu yao. Kama sasa wahubiri wale wengi wako hapa Nairobi, hawajakaa chini wakaamini na wakakubaliana ya kwamba Ndura anaweza kuhubiri kanisa. Maana Ndura ni mtu ya mkeke hapa juzi, aliokoka lini? Hata sasa wamesahau. Hata wale waliniombea wanaulizaga aliokoka lini na nani alimumwagilia mafuta ya kukoa na poli. Sasa wanakuja tu hapa, wanakuja kunisalimia, mchungaji nataka kuja kukunywa chai, aroka kuona tonu ni araga ni rwake roho kule wewe dhaka. Anataka kuja kuona hiyo nyumba. Sasa akifika pale anashindwa, yani Mungu kwani anakaaga namna gani? Yanaweza kupatia mtu kama huyu mahali kama hapa. Na mimi nimekaa kwa nyumba ya mabati miaka 20 na hakana watu. Na hiyo inaenda sasa, kutoka hapo anapanda sasa vita ya kumaliza hapa. Ndio tutoshane na yeye. Hiyo ndio inaitwa spiritual pride, because they don't believe you can be risen. They don't believe that you can raise above any other. Yaani hama unaweza kumshida, maana amekuwa kwa wokovu, huu ni mwaka wake wa 20 na anajua juzi ndio Ndura aliokoka. Sasa anashindwa how now. Lakini anatuhubiriaga mambo ya Paulo. Venye Paulo alikuwa na speed transition, speed anointing, speed kila kitu za Paulo. Hiyo anatuhubiria. Lakini ikifika kwa Waruinge inakwama. Kwa sababu si yeye alitumika. Hawa watu wanatakaga ni wao watumike kwa ajili ya kazi ile wanafanya. Na kwa sababu hiyo unakuta ile matumizi wanatumika, ama ile kitu wanafanya to the benefit, economical benefit, social benefit, personal benefit. Hawafanyagi because of God, hawafanyagi because ya kusaidia wale wengine, wanafanyaga because of benefits.
zao. Kwa hivyo hawezi kufanya kitu kwa sababu ni kitu inatoka kwa moyo wao. They don't have that heart of helping others. They don't have heart of supporting anybody. Wanaweza kaa hapa, tuko na yeye hapa, lakini tukipata shida unakuta anafurahia, anacheka akiwa mahali yako. Niko kenara kena gukugukihia. No ni wako dukuliku. Na haka mimi ni number 2 katika registration ya CFC. Mimi niko namba 2. Apostle ndio namba 1. Mimi niko namba 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. So hawa watu wanapenda sana kufast, wanapenda sana kuomba, ni watu wa wokovu, ni watu wa maana kanisani. They think they are more holier than others. They only think they are more holier than others. Ndio unakutaga wanatotoaga makosa. Ndio wanatuambiaga hata Biblia venye ulikuwa unahubiri leo, hiyo topic haikuhubiriwa hivi, ilikuwa na hapa kuhubiriwa, because they don't anymore rely on the Holy Spirit. They rely on themselves. Wao wanajipedi na wao, na ile experience ako nayo, na ile conference ameenda hapa, ameenda pale kwingine, ameenda pale. Sasa hizo personal experiences ndizo wanakuleta hapa. So they think and they look at themselves, wanajionanga they are more holier than others, they are more clean than others, they are more special than others. They are the one that only God can use. No anyone that can be used by anybody from heaven. That the heavens hawajui. They know how to memorize scriptures, but do not know the spiritual part of the scripture. Wana memorize all the scriptures ziko hapa kwa kichwa, but all those scriptures are without Holy Spirit. And the Bible without Holy Spirit, it is not a Bible, it is a novel. Bwana Yesu asifiwe sana. A preacher without the Holy Spirit, he is just but a preacher. He is not guided by the Holy Spirit. He does not receive it from the holiness of God. Kwa hivyo huyo ni mtu ambaye utakuta badala akuwe msaada kwako, anakuwa msaada ya kuagusa kile Mungu ameagusha. Kama sasa hii huduma yetu, si huduma hii yetu, nikiangalia hata nyinyi mkiangalia hayadagi na formula ya sisi. Maana for one thing, mimi sina hii masomo ya kuendesha kanisa, sijui. Makanisa mimi naendeshaga kiududho. Mimi nikuje hapa nikute kitu inaendelea na kuvugoka kiududho. Lakini unakuta Mungu anatumaga watu wanakuja wananipatia mawaidha. Mtu Apollo anakuja ananipatia nasikiliza. Huyu mwingine ananipatia nasikiliza. Huyu mwingine ananipatia nasikiliza. Na ile ambayo nimeletwa na watu ambao sio mzuri inaondolewa kabisa na inaondoka. Kumaanisha it is a Holy Spirit guided church. Kwa hivyo nikijaribu kuweka, kwa sababu kwa wakati najaribigi kuweka vitu zangu, naweka vitu zangu, napanga madoido pale, the following day unakuta hizo madoido zote zimeondolewa, because there is the owner. Kuna mwenye kanisa hii, na mwenye kanisa hii ni Holy Spirit. Na tukikuja hapa tunasadera, tunaambia Holy Spirit take control, tuongose, tubariki na utupeleke penye tunataka. Take us to the next step. Nipatie kile kitu ninafundisha. Maana ukiona nimefuka pale, nimekaa huko ndani, sina message. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa pale ndani, uone nimefuka mlango na sitaki kuona mtu, ni sina message. Sijakuja. Mungu ameenda Nicaragua. Kasahau nilikuwa na hubiri za Wednesday za mchana. So niliingia hapo nipige magoti chini niite Mungu nimwambie gai kolika nilo ndani nikananendelea huja. Okay. Sasa nakwambia shika mdomo, shika hapo. Na ile kitu amenipatia hapa hata tuende 100 years iko hapa. Haiwezi kutoka. Na itakaa hapo permanently. Na hata tukifanya nini, tuende wapi, inakaaga wapi? Because himself ndiye ameweka hapo ndani. So you don't do your things, and you don't follow anything that does not belong to God, and you don't compromise the integrity of God. Na Mungu akikwambia huyu Apollo fanya hivi, waambie Rogoro enda mahali fulani, mimi nimeondoka maana nimefanya ya Mungu. Na wewe ukikalalia useme sasa wewe hutaki kukaa hapo, unataka kukaa mahali kwingine, mimi sitakuja kukuuliza, mimi nakuondokea. Hata kama nilikuwa nimekununulia hii mashini, siwezi kukuja kukuuliza hiyo mashini na kuondokea, maana mimi najua in a few days inasemanga 2 minutes later ama 20 minutes later utajionea maneno ikifanyika. So learn to follow the Holy Spirit. The time that God uses you, Holy Spirit anakutumianga for a purpose. The calling ambayo uliletwa nayo hapa, it is for a purpose. You are here for a purpose. You are not here because you came to a church.
You are here for a purpose, and that purpose is very important. Ndio hauwezi kuondoka. Maana hata mimi siwezi kuenda, hata nikuchukia poro, hata nikuweke kado, hata nikusukume uondoke kabisa. Na gap hiyo ni wewe unafaa, hiyo mwili yako ndio inafaa kuingia hapo. Ndio hiyo gap ikuwe field yote, ndio kitu kiendelee. Hakuna mahali tutaenda. Hiyo mshipi itasimama baka ukuje uingie uendelee. Siwezi ningekota huko igata. I sometimes nafukusaga, nasikia kufukusa na nasikia nasema toka kabisa, lakini ninaulizwa, si nilikwambia kanisa si yako? Namwambia ndio baba, huyo mtu ni wangu, ni mimi nimulilete hapo. Na sasa nauliza Mungu, na huyu mtu amenisumbua sana, si ulienda mlima jana kuniomba? So ulikuwa naomba hiyo maneno amesema yote. Kama si yeye haungekuja mlimani. Sasa Mungu anakuambia huyo ni pastor wako. Sasa utafanya nini? Na wewe ni pastor, na wewe ni mjuaji, na wewe ni kila kitu. Sasa kuna vitu ambavyo ukikosa kupata vitu kama hizo, direction kama hizo, kufundishwa na Mungu jinsi ya kitu, ama kuambiwa mahali unafaa kukua na wale watu unafaa kukaa na wao, naambiwa unatumiwa mtu, unaambiwa huyu mtu mpeleke mahali fulani, wewe ondoka. Akienda aondolewe, wewe ondoka, usisugumuse, achia mwenyewe. Abia mwenyewe nimepelekana, wewe ondokea. Waacha utajiangalilia. Utaona ile mlipuko itawaka hapo. Oh my goodness. Utaona moto inawaka hapo mzuri sana, because God is not man that he should lie. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, these are something, hizo tumeangalia the spiritual pride. Zinazaanga nini? Spiritual pride inazaanga vitu viwili. Inazaanga kitu inaitwa occultism ama witchcraft. Bwana Yesu asifiwe sana. Inazaanga occultism ama witchcraft. Witchcraft is not as occultism. Occultism ni a worship. It is a design, it's a particular worship. It is a worship. Like now we come to church, alafu mgeuzwe muanze kuabudu speaker kama hii na muanze kuiona ni kama Mungu. That is a worship. That is occultism. But witchcraft, it is the traditions of African traditions or traditions of a particular place. Ni mitugo ile ulijikuta kwa hiyo mtugo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta witchcraft can be, it does not only, has no formula. Witchcraft ni kitu kinafanyikanga kulingana na environment. The environment that you are in. Hiyo environment inajenganga a form of a witchcraft. Kama hiyo tunaonaga makanisani watu wakifagiliwa, wakifukuzwa, ama mtu fulani amekuja amegia kanisani, sasa mnaanza kumuinukia kwa sababu amepatiwa kama madaraka kadogo. Unaona anainukiwa. Ama wewe ambao umepatiwa madaraka hutaki wengine wafanye, unakuwa one man guitar. Hiyo is a form of witchcraft, because ndio ukuwe one man guitar, utakuwa umefiinya wale wengine wote waondoke, ndio baki wewe peke yako. Sasa ile act ya kufiinya, ile act ya kufiinya wengine na kutaka wewe ni mtu wa kunusa na kujua kila kitu kile kinaendelea, hiyo act ya kufanya hivyo, that's a form of a witchcraft. Ile ati ya kuona mtu ameinuka sana na ni kama Mungu ameanza kumtumia katika uimbaji, na mnaanza kwenda kufuga, mnasema yeye anatuligia na hiyo wimbo yake, yeye anatuligia na hiyo. It is a form of witchcraft. Ukiona mtu sasa amekuja hapa ameanza kudisorganize watu, Apollo nimemwambia akuje hapa akuwe akifagia hapa, unaona sasa Rogoro naye ameanza kuchibia huyu aondoke hapa, na anamuondoa kabisa, na anaondoka na anaenda kabisa. That is also a form of witchcraft. Na sasa hiyo ndio unaanza kujua huyu ni mchawi na mna hii, na huyu ni mchawi. Kama sasa hapa nikiwaangaliaga hivi, kwa sababu nawajua vizuri, kila mtu namjua ni kamchawi na mna gani. Kamchawi kana mna gani? Kuna tumchawi hapa tunaitirana, na tuna mchawi hapa twa mdomo, tuna mchawi, yani kuna aina twa tumchawi kulingana na tutabia twako. Hebu angalia tutabia twako, wekaga atia wewe. Ukipatiwa nafasi do you work with others or you want to work alone? Unapigaga wale wengine wote work alone. Wewe jiulize, wewe ukipatiwa mahali, how do you push others out? Wewe ukiambiwa muende maombi kama venye tunakuwa na maombi hapa, unakuta huyu ako padi hii, huyu mwingine ako padi hii. Kuna mwingine unasikia hata hawezi kushirikiana na wengine, na itakuwa tatawana irofi, hawezi kushirikiana na wale wengine. She must create trouble, mazima kutokea trouble. Unaona, it is a form of a witchcraft that emanates from your originality. Hiyo haikujagi ati imezaliwa hapa, ni karakta yako
Hivyo ndivyo huko kutoka kuzaliwa kwako. Na umeitoa kwa wazazi ama umeitoa kwenye ile eneo umetoka. Unakuta ni bibi ya mtu, lakini bibi unakuta ameanza kupiga madugu zake. Tumezaliwa mimi na madugu wengine 5. Sasa hao mimi nimeoa mtu amekuja juzi alikuwa na meno 3, ingine imeng'oka kwa sababu ya age, sasa amebaki 12 na mimi amekuta yako 13, lakini anaanza kuniambia yule ndugu yako si mzuri. Na huyo ndugu yangu tumelelewa kutoka Kehe, tumekuja tumekaa hivi. Sasa akaja kwambia ati huyo ndugu yako ndiye anakuroga na mnakuaga naye, na umekuja na hata meno mengine hauna, na hiyo meno iling'oka kwa sababu ya hiyo roho baya unakuaga nayo. Mungu akasema acha kupuguzie meno ndio siku zako za kuishi hapa duniani zipunguke, maana wewe ni sumu, wewe ni poison ya kusomaga watu wale wengine. It is something that emanated from your originality. Sio kitu umekuja kusomea hapa. Ukiona mtu anapiga watu hapa praise and worship, ati huyu anapiga huyu anapiga huyu, waangalie vizuri, utakuta kuna roho ya Mkapa, kuna roho ya Mnyaruada, kuna roho ya Kiabu, kuna roho ya Waluya, kuna roho, hizo maroho zote ndio zinainukia na zinainuka kwenye manini kama manyoka. Unakutaka zote watu wanakaa kama manyoka hivi. Huyu anakaa hivi, huyu anakaa hivi, huyu anajua, huyu ajui, huyu anaenda, huyu anafanya, na hizo maroho zote zinakuaga zimelelewa from a foundation. So if you are not very keen enough kuvuja hizo maroho, utakuta you are always a problem. You are a good person. Wewe ni mtu mzuri, you are a good organizer, you are a good planner, lakini unapiga watu wale wengine. Hautapata kazi ile unafanya yote itafaulu. Kama umepatiwa kazi ya kanisa yote itafaulu, lakini ukirudi nyumbani kazi zote zako zinafugwa. Because kuna mtu ulikwasa, kuna mtu ulipigana na yeye, kuna mtu uliagusha, kuna mtu uliongea na yeye vibaya, kuna mtu ulimpagia mabaya, kuna mtu ulimwombea aanguke asiende vizuri, kuna mtu ulifukuza. Kwako na wewe kutakuta kuna vitu vitafukuzwa. Ukifukuza mtu kuna vitu vitafukuzwa kwako. Ukikanyagia mtu utakuta kwako kuna vitu vitakanyagiwa. Ukifanya jambo again, whatever you do to that person, kwako lazima kufanyike the same thing you did. Kama ulikanyaga utakanyagwa, kama ulichuna utachunwa, kama uligoga utagogwa, kama ulioba mabaya utakuta mpaka watoto wako wanakuombea mabaya. Watoto wako wanasema getumia keke nikwe. Mpaka tunaiba ile wimbo tunaimba, mami wito ahereri hali moyo twaliaga tukarara na mirefu. Yani wakamba mwanyu ni adile todo alikanyaga akaenda. Bafado ikategetumia gekegerie. Hii ni todo getumia ni yoki ni Kenya lilia ndo. Sasa unafanya nini? Unakanyagwa. So venye unafanya hapa kukanyagia watu, hata wewe unakanyagwa. Na utaona hakuna mahali utafanya kazi ile umepatiwa hapa Grace wito. Huku utaweza mudhaka muno. Na hapo utafanya kazi mzuri na inafaulu. Lakini ukifika kwako shida. Venye ulikanyaga ule mtu ulikanyaga naona kanyagwa. Venye ulichibia ule mtu shimu naona kuta shimu kwako imechibwa. Yani these things it operates that way. Kazi ya Mungu haitasimama eti kwa sababu unafanya. Utafanya mzigo yote utabeba, lakini kwako utakuta mzigo mkubwa na hujui kuubeba. So it is very important for you to understand when you are working anything pertained kazi ya Mungu, just release yourself, release it, gawa watu. Ndio unaona Musa aliambiwa na Jethro, akaambiwa kazi ukibeba hata kama uko na Mungu utakufa. Ndio aliambiwa ende utafuta watu, akatafuta 72, wakakuja wakipuguzwa mpaka akabaki 12. Yesu ni Mungu, ako na spirit ya Mungu, lakini akaambiwa lazima utafute watu kukusaidia. Akatafuta watu, walikuwa wengi, wakakuja wakareduce mpaka wakafika 12. Hakuna mtu mwenye amefaulu dunia hii, mwenye mtu amefanya kazi ya Mungu akaenda hatua yote kama hana watu wa kumsaidia. Lakini na wewe ukihusika, angalia sasa hawa jamaa wa Yesu, kina Peter, akina nani, Stephen, akina Matthew, akina Luka, wakati kuliunuka jamaa mwingine anaitwa Paulo, akakuwa anawaenda sana, anawafuruga. Si waliweza kumchukia? Waliweza kupigana na yeye. Na wakaanza mipango ya kumpiga. Na wakati walianza mipango ya kumpiga, wengine walikaragwa na mafuta, wengine walipasuliwa mara 2, wengine walifanywa vituko ambavyo havikuwezekana. Hawa ni watu walikuwa na Yesu, walitembea na Yesu, walikaa na Yesu na walimuelewa Yesu. Lakini wakati wa kuuliwa, Stephen alipigwa na mawe wapi? Hapa Sudan, hapa Juba. Eda hapo kuna mahali wamejenga hiyo mnara, mahali alipigwa na mawe na akakufa. Nani alikaragwa na mafuta?
Alikaragwa na mafuta kwa sababu yeye ndiye alianza kiherehere. Kama ndio agaratu yake huyu mtu amogeke na tuambia namna gani? Alikaragwa na mafuta akakaragika. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't fight any person or any personality mwenye ameinuliwa na Mungu kwenye laini yake. Maana venye ameinuliwa sivyo ameinuliwa. Kila mtu ako na kazi yake na kila mtu amekuja hapa kusaidia yule mwingine. All of us here tumekuja ndio tusaidiane. Wewe uko na kapisi kamoja na wewe uko na kapisi kingine na wewe uko na kapisi, na hiyo tupisi tuote ndio tunatakikana kumafanya hii kazi ya Mungu ikamilike. So everybody has a responsibility. Everybody has a role. Ukiona mtu ameinuliwa, sio apostle amemuinua, ni Mungu amemuinua. Ukiona mtu ameitwa amekuja hapa, ni mgeni, mulete hapa. Ukiona Mungu amesema huyu mtu afanye hii kitu, waachana na yeye afanye hiyo kitu mpaka wakati wake ifike. Usimguse. Ukimgusa utaona. Ukimgusa hata maisha yako ya kuishi hii dunia inapuguswa. Maana yule mtu alikuwa ameletwa kwa sababu unaona mtu ametolewa Dubai ameletwa Kenya. Kuna kitu alikuwa nao. Ndio unaonanga wageni hapa wakikuja, hata wale wanatoka nje, mimi siwafukusagi na kaaga na wao mpaka achoke aende. Hata wakisema wanakuja kukaa kwangu, ninawapatia vitanda na watakizikia kila mahali. Hata kitaka walale kwa kitanda yangu, ninaondoka mpaka siku yake ifike nini ya kuondoka. Maana adwashio they are very dangerous. Asiona kama mokete. Either they come negatively kukumalisa ama positively kukujega. Kwa sababu ni Mungu amewatuma, ama wengine wanaitwa ma destiny destroyers, wanakujaga kwa sababu ya kumalisha mtu. So occultism is a worship and witchcraft tumeona ni traditions. These are satanic. Occultism and witchcraft are satanic systems that control the world. Are satanic system. Occultism is a satanic system that control the spiritual world in the side of the devil. Therefore, when they come here, wakikuja hapa, kuna watu wako occultic, wako hapa ni togeme tatarimu. They are occultic. Wao wenyewe ni mpasa, yes, ni bishop, yes, ni nabii, yes, lakini inside him or inside her, ile kitu iko ndani yake ni occultic. Yeye ni mtu ambaye anataka watu wa worship. Anasema yeye, kama ukisikia akisema kama si mimi hii kitu haitaendelea hapa, that is an occultic. Ukiwa kama uko kwa management na unasema kama si wewe hii mambo haiwezi kupitika na utaki kusikiliza wengine, that is an occult. An occult is that which you make others, you suppress others, and you make others believe in you, whether you are right or wrong. Then once they believe in you, it is the beginning of a worship. And then when it becomes a beginning of a worship, you get out of God and you start serving the devil while in the house of the house of God. While you are in the house of God, unakuta unaabudu shetani na unafanya vitu za kuabudu shetani. Kwa hivyo it's very important when you have been given a responsibility, uweze kuetafautisha wewe personality na yule aliyekuteua because of that position. Hiyo position umepatiwa, uweze kuielewa imetoka kwa Mungu. Kwa hivyo alipotumana, wewe ndiye alikuwa point kuwa kama center of holding others. Ujue Mungu akikutuma kwa kazi, lazima atakutuma na nini? Na watu wakukusaidia hiyo kazi. So when you have a responsibility, kuna watu wa kukusaidia hiyo kazi. And in most occasions, hawa watu wa kukusaidia hiyo kazi mostly wanakuwa welevu kukuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wakukuja kukusaidia, maana ndio wanaitwa wasaidizi. They are helpers because they are coming to help you where you are not able to do what you are not able to do. So you will never be given a responsibility alafu uletewe wajiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uletewe watu werefu, lazima uletewe watu wanaelewa, kwa maana kuna laini wewe ujui. Na ndio neno Solomon alifaulu sana. Alifaulu kwa sababu alienda wakati aliomba wisdom. Hakuomba wisdom ya kuongoza umati, aliomba wisdom ya kuongoza viongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wisdom ya kuongoza umati na kuna wisdom ya kuongoza nini? Viongozi. Sasa yeye aliomba wisdom ya kuongoza watu walio na akili. Maana umati mkubwa haukuagi na akili, unaendaka na wevu. Lakini kuna watu ambao wanakuwa karibu na wewe, lazima wakuwe na akili mingi kuliko yako. Na ukubali hivyo.
na useme na uambie Mungu asante. Na wakati wote ukiomba Mungu wakati amekupatia nafasi, mwambie akutumie watu walio na akili nyingi mara 10 yako. Watu wanakuona mpaka kwa matubo. Watu wanaona wewe haujui kitu, watu wanaona wewe hauna, lakini kuna kitu wanaogopa kwako. Kuna anointing uko nayo. Hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu wataona iko ndani yako. Kwa hivyo they will submit to the authority of the anointing, not you. Kama ni wewe wanakuweka pale kado, wanasema nini unajua. Lakini if you have the anointing, and this anointing can only be perpetuated or be practiced because spirit ile imeondoka, spirit of pride. Hiyo inakujaga kumaliza hiyo sasa anointing ya kuletewa, ndio usiletewe watu wa kukusaidia. Sasa ikati anointing imetolewa, watu wa kukusaidia wewe ndio utapiga mwenyewe. Wewe ndio utawagoga waondoke. Kwa hivyo be happy ukiona mtu amekuja na unasikia haya huyu yako na degree. Be happy. That is why Raila was the very smart guy. Raila hajasoma hata hakuenda huko, alienda kuosha mama wazee kule Russia na huko Germany. Hakuna kitu masomo alienda kusoma. He did not know. Hata I don't think Raila alikuwa anajua kuandika jina yake. Lakini watu walikuwa surround Raila hivi. Ni maprofesa wa university. Maprofesa, madokta, manani, wote the best brains walikuwa wamesigira Raila hivi. And he will sit down, wanamuelezea, wanamupaga. Akitoka kule nje, haya, unasikia anacheza hapa, anacheza hapa, anacheza hapa, anacheza hapa, because he had the brains around him. When you have the brains around you, you conquer every mountain. Huyo mtu mnaonanga anaitangwa Prophet Aworu. Mimi nampenda. Ninyi mkisema yeye ni wa shetani, nenda niletee karatasi mahali uliandikiwa na Mungu ati huyu ni wa shetani. Kama alifunza watu ati waseme wamepona, wewe nani amekuzuia kufunza wako? Si ufunze wako useme wamepona. Wachia mtu wako kwa shamba yake. Unaigilia mtu wako kwa shamba yake kwa nini? Nani alikupatia barua ya kujaji? The Bible, kuna mahali Biblia imekwambia ujaji. Kuna jamaa alienda kuambia Yesu ati hawa watu wanatumia jina yako kufanya maneno. Aliwaambiaje? Aliwauliza wanatumia jina ya nani? Wanatumia jina ya nani? Kwa hivyo wacha waendelee. Reke gano na dhawanu sikwetea. Sikuranire. You don't have a right to judge. Aworu anatangazaga Yesu. Ama anatangazaga nani? Si anatangazaga Yesu. Still Jesus is covenant. Hata kama alifeki mijako, watu wale walikuwa hapo, nilisikia wakisema, "Oh Jesus, mighty God. Oh, he has done it." Yesu aliinuliwa ama hakuinuliwa? Yes, na Aworu alitumia pesa kuinua jina ya Yesu, akatengeneza mkutano mkubwa, akatumia mamilioni, jina ya Yesu ikatakaswa. Wewe na kujua kwako kama mtu alipona ukimwi ama hakupona, ama kiwete alitembea ama haikutembea, si wewe ndio utembeze wako. Wewe ndio uthodeke wako tebe, kana uthodeke sio jeshi yako hauja maji ya washera. Na igiria mtu mwenyewe na haja kuuliza, haja kuita, mimi si huko. Why is this man anakuwaka always ahead of everybody? The people around him ni maprofesa. Watu wako na akili, amezungushwa na watu hawa. Yes, yeye yako na madevu zake, amefuka na handkerchief, ni vizuri. Ukisikia ni baya devu zake, ndio tengeneza zako ufuge na brageti. Lakini huyu mjamaa, wale ambao wamezunguka hivi, wale ambao wanampangia mikutano ni maprofesa, ni madokta, ni watu wakubwa. That is the reason Yesu alikuwa na mtu. Luka alikuwa nani? Yeah? Alikuwa dokta. Matthew alikuwa nani? Alafu uniambie Yesu hakupenda pesa. Alikuwa na mtu wa taxi wa kufanya nini naye? Ile muda wa tarama tafu todo nikiali nakio. No, kuna muda wa tarama tafu na mutira tarama tafu. Sasa nyinyi mnataka nikae na watu wajinga hapa. Ati kwa sababu kuna mtu ni mrefu amekuja sasa hamtaki kumlete, hamtaki akae hapa. Ni watu nikipata maprofesa na madigrii wote wakuja watu muwalete hapa. Tuwapatie uongozi wote. Sisi tukae hapo katikati watupatie mawaidha. Lakini sasa wewe ni wa klasi 2, mimi ni wa klasi 3. Huyo mwingine ni wa klasi 1, huyo mwingine ni PP1, huyo mwingine ni PP2. Hao niko turadhi na yinyi, turadhi iko. Hata jina mjui kuandika lazima mletee hiyo ino muweke kidole ndio mfinye hivi. Maana hata jina mjui kuandika, hata signature mjui kuandika. Alafu mniambie kuna mahali tunaenda. Hapana, tafuta brains. Kama yani ukusoma urugoro wako ndo adile ugothoma yega charia mundurume muthomu. Na wewe mwanaume kama wewe hujasoma, tafuta mwanamke aliyesoma. Acha kusema ati atanikalia. Atakukalia wapi? Na wewe si kiti. Wikalira ku. Taria mundu muge. Riu urenda kuja we wa form 4 ni ndi wa form 4. Joke tuyane ati tuhikani turatwara nako.
Tunapelekana na wapi? Tafuta mtu ako na akili. Kama ni biashara, angalia mwanaume ako na biashara, ako na akili ya biashara. Kama wewe ni mama, back that man, msaidie simame, maana ako na calling. Hiyo akili. Tafuta akili, wacha kutafuta mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta akili, naigwa roda. Tafuta akili, wacha kutafuta mtu. Ukiona mtu huyu ni wa biashara, hata kama hajui kuandika jina yake, lakini ni wa biashara, ako na akili ya biashara, akiwekelea tu mkono hivi vitu zinakuwa. Jishikanishe hapo. You will never go wrong. Lakini wewe dole biashara, dole mutiri athomu nywele, dole na biashara, dole wetari na biashara, ni mkurani muno ni tokoria kehwaini akora wana ni ndari gokira tokoria. Bana. Hiyo haiwezekani. Tafuta mtu mwenye ako na akili mingi kukuliko. Mnanielewa? Ndugasharia mundu ati tondu ti muge ati ndurenda mundu muge ati mundu na oe biashara ati ndukwenda mutumia oe biashara ati tondu athie biashara ali ukagatha thita cio tuko nduri kurugagira nduikare muci uruge ete nyumbani kupika. Mama akikuja na muita honey baby, unampatia kihagi, unamtoa koti yake kama amevaa dust coat, unamtoa koti yake unaiwekelea mahali. Yes. So these satanic elements in the form of occultism and witchcraft, they are meant to crush your soul through sedating. They are meant to crush your soul through what? Sedating. These people with the spiritual pride, they sedate you. What is to sedate? Nikogonia magonagia hakili yako. Atakuja hivyo, nimekuambia wanakuja wanashika mkono. Wanakushika mkono ukioba. Nikogonia aragonia hakili yako. Anakuja anakuondoa pole pole. By the time you come to realize, akili zako zilibebwa kitabu na umeswapiwa. They are swapping. To sedate ni kuswap spiritual. Wanakuswap in the spirit. So wewe utakutaga na kujaga hapa pako najulisaga, nigiuka huko nilikuwa naiba, nilikuwa na power yangu ya kuiba. Sasa sijui ni nini kilitendeka siku hizi, hata siibagi. Na ibaka unasikia ni kama kirefe kimetoboka na huko ndani, ni kama gari haina silencer. Nasikia ile gari haina Subaru. Because you are sedated. Okay, gonio. And when they goniad you, that is when you are goni. Unajua daktari wakati anakogonia wanakuuliza kama maswali mingi sana. Unajua wakati unaenda kulala ndio ufanye operation, wanaogiaga na wewe tu story twigi. Sasa hiyo ndio unaropokaga maneno nyingi. Hata ukienda kwa CID kuna dawa mtu anapatiagwa, wanaanza kukuuliza maswali, utapatiana story yote. They sedate. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata in the spiritual realm they sedate. They control you. Once they give you that kados, they sedate you. Sasa in the spirit unaanza kurelease vitu zako zote. So once they sedate you, they kill you spiritually. And when you are dead spiritually, they will attack you. They will attack the essence of your spirituality and the power, and then they use you. Then after sedating you and sedating your soul, they use your soul to get information from you. Once they wakimekushika hiyo mkono, once wamekaribiana, they will use that whatever they have done, they use that soul. They sedate the soul, they kill you, they take the soul, then they use that soul to get information from you, because it is the information you have, the spiritual information, equal in your soul. Sasa katika hiyo soul wakishika na waivurute, wanaingia kwa hiyo poto ya hiyo soul, wanapata information yote wanataka. And this is what now kills you completely and kills the calling that is you. Before you rise, this is a major point I want you to understand from today. Before you rise, you must win. Before now you say, I am going to make this is going to happen. Before anything you do, before you rise now to do things, you must win before uamuke. Kabla hauamuke, win these battles first. Conquer them that have tried to conquer you. Fight them that have tried to fight you. You must win. Sikiliza nani Joshua, Mungu alimwambia Joshua, arise now, inuka. Kisha mara tatu akamwambia, do not fear, no be afraid.
Verse ya 6, verse ya 7 na verse ya 10. Do not be afraid nor be dismayed. I am with you. Akamrejelea, ndio alikuwa namwambia win first the battle. So before you think of conquering anything, before you think of becoming, before you think of going anywhere, you must win the battle yako ndani yako. Ushinde wewe. Ushinde ule mtu anakuambianga hautaweza. Ushinde ule mtu anakuambianga hautafaulika. You defeat that person first so that you can be able to move. Then ukisimama, you already won the battle. You have conquered everything. Ukisimama, when you have risen, you can be able to walk because you have the power with you, you have the grace of God with you. Then God can only help you when you are standing. Mungu hawezi kukusaidia kama umekaa chini. God will help you only when you are standing because you have won the battle before everything. Praise be the name of God. Hallelujah. Be able to overcome the battle of gates. It's very important. Sasa nawapatia solution ya kushinda hii spiritual nini? Kushinda hii spiritual spirit. Spiritual what? Pride. One is before you rise, you must win it. And then that's the reason, that's the time God will use you because you can only be standing. God will only help you when you are standing. But number 2, overcome the battles of gates, because spiritual pride inaletwa na vitu vinaitwa gates. Bwana Yesu asifiwe sana. Gates are authorities that hinders you from becoming. Gates are authorities that hinders you from becoming. When you try when they try, they will ask you, who are you? Who are you? Unaweza unajua kusema unaenda kufungua duka Mombasa, unaenda kufungua duka Garissa, unasikia wanakuuliza who are you? Those are the gates. Unaenda kufanya biashara, unataka kufanya kitu, unasikia who are you? Unaenda kusema tunaenda kufanya huduma mahali fulani, unasikia kuna kitu inakuuliza who are you? Those are the gates. You must overcome them. Those are the gates ambazo zimeleta spiritual pride in your family, spiritual pride in your life. They will ask you, who are you? Unaenda kuanzisha biashara Kampala, inakuuliza who are you? Na inakuletea list ya wale watu wote wameenda Kampala wameishia huko. Inakuletea list ya watu wale wameenda Murang'a wameishia huko. Inakuletea list ya wale watu wameenda Mombasa wameishia huko. Na wale mpaka walikufia huko, wamekuja huko wakiwa maiti, inakuletea list. So you must overcome the gates. The gates are most dangerous. Your source ya spirit hii ya pride. Gates za kwenu. Maana gates za kwenu ziko na pride, zinakujengea pride, na unaonekana ni kama yani mnakuaga unasikiaga hiyo familia haigusikagi. Maana baba yao alikuwaga meya, baba yao alikuwaga polisi, baba yao alikuwaga mwalimu, unakutaka hawagusikagi. Sasa kule kutogusika, they fail to tap the anointing that can set them free. The anointing that can open their gates. Kwa hivyo gates zako zinakuwaga locked. And because your gates are locked, you will not be able to access what God has prepared for you. So you must overcome. Wede kwenu uelewe ni nini ambacho gates za kwenu ni gani ambazo zinawazuiaga. Inaweza kuwa ni through marriage, inaweza kuwa ni through pesa, inaweza kuwa ni through whatever it is. Gates za kwenu, they are very important to identify them. And the moment you identify them, you are able to move na kuendelea. Na ndio umekuwa ukiona tunaenda mlimani, tunaenda wapi, ni magates tunafuja. Nina magates tunajaribu kuovercome. Tunaenda tunafungua kanisa Rodwa, tunafungua kanisa Thika, tunafungua hizi vitu zote ni gates. Tunaenda tukivuja na tukijenga gates zingine. Kwa hivyo hiyo kazi unaona tunafanya, hatufanyagi kwa ujiga, tunafanyaga kwa sababu Mungu ametuambia. Tusome Isaiah 49:24. Please, Isaiah 49:24. Quickly, naona masaa imeenda kidogo, tuachie hapo. 49:24. Inakuruwe na 49. Na basi ya mauro ine. 49:24. Who can snatch the plunder of war from the hands of the warrior? Who can do what? Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? So you are held captive by the gate of your family. So who can be able, if you can able to break this, if you can be able to destroy this, utapata sa milango yako yote imefunguka na umepata milango ingine na baraka zako zitakuwa zikiendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Ai nyinyi anga nimekwamire nywe. Then the other thing to do to overcome is the adversaries.
The doors. Adversaries at the doors. Hawa watu wa kukuinukia. Kama sasa venye tumekuwa tumeinukiwa hapa, baka mimi niliinukiwa baka nikaona watu they are challenging my authority here. You see, when you are a father of the place and you issue an order inakuwa challenged, unarukibia kwenu kujiuliza kuangalia ni geti gani hiyo. What are these adversaries ambao baka mafuta yako imekuwa challenged. Unasema watu wakae hivi, unakuta hiyo mipango imepaguliwa, inapangwa mipango ingine. Hallelujah. Hapo ndio nakimbia mpaka kwa mlima kule juu kwenda kuomba Mungu nisaidie, niruhusie, kwa sababu naona hapa nimekuwa challenge. The adversaries wamekuwa wengi. Unakuwa na doa yako, adversaries wanakuwa wengi. Na sasa those are the doors. Adversaries are the doors. Now you check on the doors. What kind of doors are operating in your family? What kind of windows are operating in your family? And the windows are blessings. Praise be the name of God. And therefore you must be able to understand. Ukiona kuna challenge tumeanza kutokea hapa na pale, urudi nyuma. Wacha kungangana sana. Ujue kuna adversary. Na adversary ni hawa watu wanakuinukia, hawa watu wanakusema, hawa watu wanakufanya, hawa watu wanapaga mipango against you, hawa watu wanatengeneza tu message wanaanza kusabasiana, hawa watu wanafanya vitu, hawa watu wanafanya hivi, kwa sababu these are the adversaries. Na ukisikia tu adversaries tumekuja, kuna mlango imefunguliwa. Na hiyo mlango ndio unaenda kwa mlima kuomba uifugwe, ama uende kwa mafuta iliyo juu ifugwe. Maana hiyo hauwezi kufuga wewe mwenyewe, lazima uitafute mafuta iko juu yako, ama ufanye kitu iliyo juu, anointing iliyo juu na sacrifice iliyo juu kabisa, ndio nyamasisha hii. Maana hiyo adversaries wanakuja, ni watu wanatumiwa, ni watu wako lakini wanatumika kwa shetani. Ni watu wako wanatumika kukuagusha, ni watu wako wanataka kukurudisha, maana umepenya. Umeanza kupenya. Katika ile kupenya unakuta sasa kuna bibi atakuinukia. Unasikia bibi mwenye alikuwa royal, alikuwa faithful, unaenda kumwambia kitu na kumwambia si hata wewe ufanye. Sio hii ndio friji hapa. Unamwambia si unipatie chakula hicho hau. Ndura nego thabia, ndura nego ndirahoya. Wewe ndona tadi na mkoma igana. Sasa ukisikia hiyo lugha imeanza kuingia, umesema hii kitu kifanyike, you are the boss, you are the father of this house, lakini ulisema hii kitu kifanyike, ukasikia kimekataliwa, na wale waliokataa walienda wakaanza maombi ya kupigana na hiyo kitu, unajua kuna kitu kimefunguka, kuna mlango imefunguliwa. Na hiyo mlango ngangana uifunge hiyo mlango, maana wanakutaka kukumaliza. Those people wanapanga kumaliza wewe, kukuua kabisa ukufe, kwa sababu they have taken over the mantle. Hallelujah. Praise be the. Na watu kama hao waogope kabisa. Naigwa Grace, waogope. Hata wewe siku ile nitakuona unafanya hivi, nitakuogopa deko hitoka hata kibaugo. Kama ina makuru manyo. So here your adversaries, let us look at it. The 1 Corinthians chapter number 16 verse 9. 1 Corinthians chapter number 16 verse 9. What do? Wakati unaona hawa adversaries wamekuja, pray very hard and also mobilize people to pray for you. Ni watu hatari. Hawa adversaries ni watu hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mobilize as many people as possible. Msaidiane kuomba. Na wewe uombe kabisa as much as you can. Panda kwa milima, panda kwa for a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Yani milango imefunguka, lakini kuna many adversaries wamesimama. Na wewe inua watu wa kukusaidia kuomba. Omba kabisa, maana these adversaries wamepanga kukumaliza. Marenda wewe utunyake urane irone ngai makurage. Na ni mako kamadhiko na moke maiketeli na marire na magwe haudhe. Moyo ni adwa said Jones abuse wabebwe wakipelekwa pale. Wakifika kwa nyumba wanaamuka wanaona okay. Ni adhiko. Wanasikia na huko ile wimbo ya mwisho inaibagwa na nani? Ile ya mwisho kabisa pale kwa tukizika. Igoro kwa Yesu netogashemania kwa Lucio ni adversaries makoma kina tonde ni mali kia wewe katia ukumagaria. You mobilize as many people as possible to pray for you, and you also unaingia kwa maombi kabisa, unakatalia kwa milima, maana you are at the verge. Ukasikia watu wameanza kukataa kusikia muli yako na watu wamekataa kusikia venye unasema, sasa wewe jua you are coffee material. Ni makurekeirie spiritually wamekumaliza, sasa wanataka kukamata wewe physically.
watu wachuguse vizuri na ukae bali na wao. Wekeleeni sadaka yenu hapa ya kufukuza maadversary. Bwana Yesu asifiwe sana. And then lastly but not least, silence their mouths. Ukakilia tonua twao. Unafanya maombi na unatoa dhabihu ya kunyamazisha vinywa vyao. Unabia kumia. Sitaki kusikia hiyo midomo yenu. Wekeleeni sadaka hapa. Siku hizi kila mtu anatuma na simu. Na ni simu gani hii inatumangwa? Yes. Nedi mweleko kama hivi mwejero. Mukona nali mwege. Kanora iniria joe. Haya, mudhi odradi na muthegi. Good. Thank you. We glorify God. The adversaries over your life, may they be destroyed, completely banished in the mighty name of Jesus Christ. May you walk to your victory. May you walk into the promised land, into your destiny, in Jesus' mighty name. Ibada ya Jumatano muibebe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Muwe mnaibeba vizuri. Hii ndio ibada ile imetengwa mahususan kukufungua. This is where you can learn what you are learning. This is nowhere we don't preach, but we teach to help you come from that thing. Your spiritual pride. Maana inakuwa sana na hawa watu wa kuiba hawa na wachungaji kama kina Sese na Waruinge na viongozi na mtu ambaye anajionaka ni wa class fulani kama Bethel rafiki yangu pale. Tunakuaga na hiyo kitu. Na hiyo kitu inatusubuaga sana. Si unajua hivyo Bethel? Inatusubuaga sana. Na tusiposoma hivi tunasoma sasa hapa. Tutaishi tukifikiria tunaenda biguni na hakuna biguni na edo. Inua tu mikono yako mwambie Mungu niondolee spiritual pride. Fungua tu kinywa chako mwambie, help me to come out of this problem. It has haunted me. It has destroyed me. Imenifanya nimeteseka. Imeniagamisa. Nimeshindwa kufaulu. Nimeshindwa kuenda. Nimeshindwa kabisa. Maana kila wakati nimejikuta kwenye minara na mitego ya kishetani. Nimekuta kwenye mitego ambayo ilinenwa. Nimejikuta kwenye maneno yaliyonenwa, yaliyofanyika na mimi sijui. Nimejaribu kujiondoa lakini nimeshindwa. Nimejaribu kujiondoa lakini nashindwa kabisa. Safari hii imekuwa ngumu kwangu. Safari hii imekuwa ni mateso. Safari hii imekuwa ni ya mahangaiko. Nimejaribu kusimama nimeshindwa kusimama. Nimejaribu kusema nimeshindwa kusema. Nimejaribu kuenda nimeshindwa kuenda Baba, kwa sababu the spirit of pride imekuwa ndani yangu. Nimejaribu na hubiri nikihubiri na hubiri na kiburi. Nikitembea natembea na kiburi, nikiongea watu naongea na watu na kiburi Baba. Na kuomba tu nisaidie, maana wewe tu ndio una uwezo wa kunisaidia kutoka kwenye mipango hii ambayo shetani amenipangia, kutoka kwenye maneno haya ambayo shetani ameyanena kwangu. La mashanda la busaya. Na kuomba tu kaweza kutenda. Na kuomba Baba ukaweza kunitendea. Ufungue moyo wangu. Fungua fikira zangu. Fungua Baba maisha yangu. Nifungue nitoke kwa minyororo hii iliyojawa na mateso. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. And now may the grace Amen. Kuna kikombe ya chai. Jioni ndio tunafanya deliverance because ya watu